Haliwezi kuwa jaribu kama halijakuonesha njia ya kumwacha Yesu. Mpaka linakuwa jaribu, lazima likuweke njia panda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nikwambie tu mpendwa, endelea kuomba. Ni hakiba yako ya kesho. Hata siku umekosa usingizi, omba tu. Tumia sana kwenye kuomba. Ndio njia itakayowaokoa watakatifu katika siku za mwisho. Imeandikwa, basi mlionapo hilo chukizo, mkimbilie milimani. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Muwe watu wa maombi sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunaendelea na somo letu, si ndio? Tunaendelea na somo letu. Wangapi wanalikumbuka ambao tunatembea nalo kwa mwezi mzima? Amina. Mtumishi wa Mungu Samueli. Hebu msaidie mic hapo Samueli. Kumbe Samueli unafuatilia geti? Kumbe ni mwamba kweli kweli. Yesu asifiwe. Amen. Ninapokumbuka somo kuipata sura ya Yesu. Amina. Hebu mpigeni makofi jamani. Ongeza makofi tena. Ukiwa na vijana 20 wa hivi wanafuatilia Mungu kwa kiwango hiki, kuipata sura ya Yesu au naitafuta sura ya Yesu. Tumesema ni somo ambalo tutatembea nalo kwa mwezi mzima. Mwingine anakumbuka nini? Amina, Mama Miriam. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi jinsi ninavyokumbuka inasema kwamba nitamani sana kuwa na moyo kama wa Yesu. Amina. Ni miongoni mwa somo hilo ndani yake, kuwa na moyo wa Yesu au sura ya Yesu. Tunaposema kuitafuta sura ya Yesu, maana yake wewe usije ukafikiria kwamba ni hii. Maana yake tunazungumzia moyo wake, maisha yake alivyoishi, moyo wake, maisha yake, tabia zake, matendo yake, utamaduni wake, roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuipata sura ya Yesu au naitafuta sura ya Yesu, kwa nani utakavyoweza kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye kamkesha tulizungumzia kitu gani tena hapo kwenye mkesha? Amina. Tulizungumzia kipengele cha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulizungumzia upendo. Mtu mmoja nisomea haraka Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Ndio mstari wa kwanza. Tulizungumzia kwenye eneo la upendo, tukaona sura ya Yesu au maisha ya Yesu kwa kipande kikubwa alikuwa amejawa upendo. Haleluya. Twende baba. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu, na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Sawa tu, ubarikiwe. Kama sina upendo, si kitu mimi. Funika Biblia. Napenda sana hiyo kauli inayotumika. Si kitu. Hivi kuna watu wanaelewa lugha kwa sauti ya rohoni. Si kitu. Maana yake wewe hamnapo. Hebu sema mimi sipo. Mimi si kitu. Yaani hizi mbwembwe mnazoziona zisiwachanganye, sipo. Mimi si kitu. Unajua si kitu, yani hamna kitu. Si ndio? Hamna kitu. Sasa tukajaribu kuangalia upendo ni nini? Upendo, kwa sababu upendo Yesu amekuja kuonesha, upendo amekuja kuonesha kana kwamba ndo kitu cha thamani sana. Haleluya. Sehemu nyingine nasema tumaini, imani, upendo.
Anasema ila lililo kuu zaidi ni nini? Upendo. Petro huyo anasema tumaini, imani, upendo. Halafu anakachukua kale ka upendo, anasema ila lililo kuu zaidi ya yote ni nini? Upendo. Tukajaribu kuangalia upendo, tukasema kumpenda mtu, tukasema kumpenda mama yako sio nini? Kumpenda mke wako. Yaani mimi Samuel nampenda Eliji, mimi nampenda Glory to God. Mungu ambariki sana huko aliko. Haleluya. Nimemkumbuka Eliji bana. Si yuko wapi? Mungu ambariki sana. Mungu ambariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nimepitia wapi. Haleluya. Yaani Samueli asiletee mikwara kutuambia mimi nina upendo. Upendo wako huko kwa nani? Kwa Stedi. Toka hapa. Kila mtu anampenda mke wake. Hata mimi nampenda mke wangu. Kumpenda mama au kumpenda mtoto wako si upendo. Kwa tunawachanganya hapa. Nikauliza swali, kwa hiyo tusiwapende? Utanielewa kwa lugha nzuri. Upendo ni ujumla wa kukipenda hata kisichopendeka, hata kilichodharauliwa, hata kilichotengwa, hata kilichochukiwa, hata kilichokatiwa tamaa. Lakini wewe kwa kweli mwenye upendo unampenda mtu kama yule. Tukaangalia upendo wa Yesu alivyouonesha. Yule mwanamke aliyekuwa anamzungumzia, kilikuwa kitabu gani? Ezekieli 16. Hebu tupite hapo kidogo tu. Anajaribu kueleza, anzia mstari wa kwanza tu pale au wa 4. Yaani haraka tu. Tujaribu kuangalia upendo hasa ni nini aliozungumzia Yesu. Sijasema usiwapende wazazi wako. Sijasema usiwapende watoto wako. Sijasema usimpende mke wako. Lakini tunachozungumzia upendo au upendo kwa sababu jina jingine la Yesu anaitwa pendo. Ndio maana mtu anasema kama hakuna upendo, maana kama huyu mtu hana lile pendo la Kristo ndani yake si kitu. Hebu soma hiyo mtumishi wa Mungu. Ezekieli 16 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala ukuoshwa kwa maji usafishwe, ukutiwa chumvi hata kidogo, wala ukutiwa katika nguo kabisa. Ndio. Hapana jicho lililokuhurumia, ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia. Hakuna ndiye kuhurumia. Hakuna aliyekuwa na upendo. Lakini ulitupwa nje uwandani. Ndio. Kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa. Katika siku ile uliozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe. Nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Hakuna wa kukuhurumia. Ukigaagaa kwenye mateso, kwenye magonjwa, kwenye kulogwa, kwenye mapepo, kwenye majini, kwenye ukichaa, sehemu ambayo watu unajua ukichanganyikiwa hata wazazi wako wanakutenga. Sio, unaelewa vizuri? Kuna tajiri mmoja pale Katoro, tajiri mkubwa anaitwa Bwana Marase. Yule jamaa unaongelea fedha. Niliwahi kumzungumzia kwenye clip fulani hivi, nitembeaga sana hiyo clip na watu wengi wanamjua. Alikuwa ndo top Katoro pale. Jamaa alikuwa na fedha nyingi. Unaongelea hela. Alikuwa na mali. Lakini tunavyozungumza sasa hivi, yaani hakuna jicho linalomhurumia hata hilo. Ameshachanganyikiwa akili. Hoteli yake ile ilishakufa. Alikuwa na hoteli ambayo alikuwa anakuja kulala pale Rais Mkapa. Ilikuwa ni hoteli kama sio ya kwanza, ya pili. Kulikuwa na Reni hoteli ya Geita inakuja na hiyo. Alikuwa ni tajiri yule baba. Alikuwa na marafiki wengi. Alikuwa na wake.
alikuwa na wake wawili. Mimi namfahamu kwa sababu hata watoto wake ni rafiki zangu, walikuwa rafiki zangu zamani. Alikuwa ni tajiri, lakini tunavyozungumza leo ni chizi. Yaani hakuna hata mtu ambaye anaweza akatamani kukaa naye. Bwana Yesu asifiwe. Mke wake anasema watoto wake hata mtoto wake akimuita mwanangu, sitaki. Wewe si ni mwanangu, sitaki. Hakuna jicho lilofanyeje. Lakini Mungu, au tunaposema pendo, ni ile hali ya kumtazama mtu ambaye dunia nzima imemkataa, watu wamemkataa, watu wamemtenga, lakini wewe kitu kama kile unakithamini. Hilo ndilo pendo la Kristo, au huo ndio moyo aliokuwa nao Yesu, ambao tunataka na wewe uwe nao. Tunataka na mimi niwe nao. Usimgrade mtu. Usimgrade mtu kwa sababu ya mavazi yake. Usimgrade mtu kwa sababu ya elimu yake. Usimgrade mtu kwa sababu ya cheo chake, kwa sababu ya vile alivyo navyo, bali wewe uwe na pendo la Kristo ndani yako. Imadam ni mwanadamu yeyote, mheshimu. Mimi nimekaa na watu wengi sana, na Mungu ameendelea kunifundisha vitu vingi sana. Nikajua kwamba kumbe binadamu tukikosa hili pendo la Kristo ndani yetu, tunakuwa hatuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tulijaribu kuzungumzia kwa mazingira kama hayo kwa kipande kikubwa, kwamba pendo la Kristo ni nini, au moyo aliokuwa nao Yesu. Yeye alikuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tuliangalia kwenye mkesha, na mimi kuna vitu vya msingi sana ulijifunza. Kipo kipande cha moyo wako kilibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana Mungu atusaidie sana kupitia somo hili. Leo tunaendelea na kipengele kinachosema moyo wa Yesu. Maisha ya Yesu yanaongeza neema ndani ya mtu. Maisha ya Yesu au moyo wa Yesu unaongeza neema ndani ya mtu. Unaongeza neema ndani ya nani? Ndani ya mtu. Naomba uelewe sana, tuko kwenye kipengele cha neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Tutazungumzia neema ya Mungu. Tunautafuta moyo wa Yesu, au tunaitafuta sura ya Yesu. Hivi vitu ninavyovifundisha ni vya muhimu sana na ni vya msingi sana kwenye maisha yako. Naomba rudi kwenye Isaya ambapo ndio msingi wa fundisho letu. Isaya 53. Naomba usome kuanzia mwanzo. Isaya 53 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani? Maana yake kuna swali la kuuliza. Ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Maana yake inaonekana ni kitu ambacho kina ukakasi, si ndio? Kina ukakasi. Ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Kitu kiko sirini, kitu ambacho kimefichwa. Tukasema wokovu ni wa watu wachache. Wokovu halisi ni wa watu wachache waliofunuliwa kuijua neema ya Mungu kwenye maisha yao. Ndio maana unaweza kuwa unaambia watu habari za Yesu wanakushangaa. Unaambia ndugu zako wanakushangaa. Muda mwingine mpaka wanaweza wakawa
wanaishangaa na injili yako, wanaweza wakawa wanaishangaa na imani yako, kwa sababu sio vya wengi. Hebu mwambie jirani yako, ni ya wachache, ni ya wachache. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ndio maana kama haujafunuliwa kitu, huwezi kujua, huwezi ukajua raha na furaha ya wokovu. Tena ni furaha ipitayo kila aina ya furaha, ni furaha ipitayo kila aina ya uzuri. Ndio maana sasa sema, ni nani amefunuliwa? Maana yake wokovu huwezi ukauelewa bila kufunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. 2 anaendelea kusema, maana alikuwa mbele zake kama mche mololo. Yesu alikuwa mbele zake kama mche mololo, yani hana makuu. Ndio, na kama mzizi katika nchi kavu. Kama mzizi katika nchi kavu, kama mzizi katika nchi, hana rutuba. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unanielewa vizuri? Hivi unamwelewa Isaya vizuri anavyomzungumzia Yesu? Anasema yeye ni kama mzizi katika nchi kavu. Hivi mzizi ulioko nchi kavu una hali gani? Umenyauka, hauvutii. Ni kama uvutii. Ndio maana inahitaji kufunuliwa kuweza kujua thamani ya ule mzizi. Ni kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri. Yeye hana nini? Umbo wala uzuri. Wala uzuri, hana umbo. Hivi mtu ambaye hana umbo yukoje? Sababu kila mtu ana umbo. Namba 8, ana umbo uzuri. Wengine wanaoa kwa umbo, wanaolewa kwa nini? Kwa umbo. Ulinipendea nini? Maswali, ulinipendea nini? Nikupendea macho, ni umbo hilo. Nilikupendea miguu, nilikupendea tu uso wako. Lakini Yesu, yeye alikuwa hana umbo. Nishaambia kwamba Yesu sio yule kwenye video yule. Yule kwenye video ni fake, nywele tu mpaka imefika mgongoni hapa. Yesu, yani wanachagua amna. Yeye hakuwa na umbo wala uzuri, tumuonapo hata tumtamani. Unaona sasa wokovu ulivyokuja? Unaona wokovu ulivyokuja? Yaani wokovu kabisa kabisa ulikuja kwa sura mbaya. Ulikuja kwa sura mbaya. Ulikuja kwenye hali ya kutokuvutia. Ndio maana unahitaji ufunuliwe. Unahitaji ufunuliwe ujue faida ya maombi tunayoyaomba. Unahitaji ufunuliwe ujue faida ya mfungo tunayoifanya. Unahitaji ufunuliwe kujua uzuri wa kukaa siku nzima nyumbani mwa Bwana ukisikiliza habari za Mungu. Unahitaji kufunuliwa. Ila bila kufunuliwa, wewe mwenyewe unaweza ukawa mtu namba 1 kuanza kutukana wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema, alizalauriwa na kukataliwa na watu. Yeye alizalauriwa na kukataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Maisha ya Yesu alikuwa ni mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Ndio maana Ebrania 5:7 anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa dua, maombi pamoja na kulia sana. Unaelewa? Yaani Yesu watu wa Mungu, Yesu ilikuwa ni kazi ngumu sana. Masihi aliyesemwa na Musa, aliyesemwa na Isaya, manabii wengi lukuki walimtabiri, halafu kanakuja kajamaa kanatengenezaga vigoda. Kong. Unanielewa vizuri? Sijui unanielewa vizuri? Ndio maana Wayahudi mpaka leo walishamkataa Yesu. Wanasema wanamsubiria Yesu. Huyu aliyekuja hakuja kwenye picha yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anakuja huyu ambaye Isaya alimtabiri. Yeye ambaye hana umbo wala uzuri, tumuonapo hata tumtamani. Ndio maana wokovu kabisa ni kama
hautamanishi sana. Maombi hata yani, lakini kumbe ndani yake ndio umo wokovu. Haleluya. 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 Yesu alikuwa ni mtu wa kutengwa wakati wote. Yesu alikuwa ni mtu wa hakuna mwanadamu aliyetukanwa kama Yesu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kufanywa zihaka nyingi kama Yesu. Hayupo. Na watu hawakusadiki kwamba Mwokozi anazaliwa kwa Yusufu. Yusufu naye alikuwa mnyonge tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alipoachwa na Mariamu, akasema hamna shida, unajua ukiwa maskini bana, kuna mambo mengi. Jamaa watu wakafikiri labda Mariamu amepata jamaa lenye bwana, akaazimu kumwacha kwa siri. Sasa una kitu utafanyaje? Ndiko Yesu anazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema sura ya Yesu. Tujue kwanza. Tujue sana. Tumjue. Yesu alikuwa ni mtu wa namna gani? Alikuwa na roho ya namna gani? Endelea kusema. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Watu humficha nyuso zao. Alizalauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Alizalauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika amechukua masikitiko yetu. Yeye Yesu amechukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimzania ya kuwa amepigwa. Lakini tulimzania ya kuwa amepigwa. Amepigwa na Mungu. Amepigwa na Mungu. Na kuteswa. Na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani ilikuwa juu yetu. Na kwa kupigwa kwake. Na kwa kupigwa kwake. Sisi tumepona. Sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Amina. Anaendelea kusema, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana ameweka maovu yetu sisi sote juu yake. Alionewa lakini alinyenyekea. Alifanyaje? Alionewa lakini alinyenyekea. Alifanyaje? Alionewa lakini alinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi watakapoonewa watanyenyekea? Alionewa lakini alifanyaje? Alinyenyekea. Si tunatafuta sura ya Yesu? Tunatafuta sura ya Yesu. Sura ya Yesu. Alionewa lakini alifanyaje? Sisi hata kuonewa hatujaonewa, lakini hatuko tayari kunyenyekea. Na somo letu la leo tutaenda kuangalia kilichomfanya Yesu akawa na neema. Namba 1. Kabla sijafika huko, andika kunyenyekea. Ili niipate sura ya Yesu, lazima niwe mnyenyekevu. Ili niipate sura ya Yesu, lazima niwe mnyenyekevu. Alionewa lakini alinyenyekea. Wewe ukionewa, mara nyingi huwa tunakosea zaidi. Mara nyingi huwa tunaongea sana. Mara nyingi huwa tunarudisha vibaya. Pale utakaposikia kauli ambayo haijakubaliki, wengi hatuwezi kunyenyekea. Ili tuwe na sura ya Yesu, lazima tujifunge unyenyekevu kwa kiwango kikubwa. Na hili ndio limebeba sura kwa kiwango kikubwa ya Yesu. Yaani hili ndio limebeba sura kubwa ya Yesu kwa asilimia nyingi. Alionewa lakini alinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 11:29. Mathayo 11:29.
Mathayo 11:29. Mathayo 11:29 neno la Mungu linasema, ndio, jitieni nira yangu. Jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Mjifunze kwa nani? Kwa Yesu. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Ndio. Kwa kuwa mimi ni mpole. Yeye anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anajitambulisha sifa yake. Haleluya. Sisi tunaotafuta sura ya Yesu. Naomba saidia mtoto. Sisi tunaotafuta sura ya Yesu, si ndio? Hii sura ambayo anaitambulisha. Anasema kwa mtu yeyote aliyejitia nira halafu anajifunza kwa Yesu, anasema mimi, sura yangu mimi, tabia yangu, maisha yangu, kwa kuwa mimi ni mpole, ni mpole, ni mpole, ni mpole, ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukawa wanafunzi wa Yesu wakati huo Yesu ana tabia zake na sisi tuna tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ana maisha yake na sisi tuna maisha yetu. Anasema kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anamalizia anasema, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Pezia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sura ya Yesu moja ni nini? Unyenyekevu. Na unyenyekevu huo ndo ulikuja kuongeza neema ya Mungu. Na nikwambie tu mpendwa jambo moja, bila kuwa na huo unyenyekevu hautawahi kuiona neema ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Lazima tujue maisha aliyoyaishi Yesu, moyo aliokuwa nao Yesu. Na Mungu anampenda mtu gani? Yesu anampenda mtu gani? Mungu anampenda mtu mwenye moyo huo wa unyenyekevu. Hivi kunyenyekea ni kufanyaje? Tulisema kunyenyekea, si ndio? Kunyenyekea. Tafasiri ya kunyenyekea wangapi wanaikumbuka? Au unapigaga hewa? Ndio. Tafasiri ya kunyenyekea ewa. Kunyenyekea ni kuwa kama nini? Maana halisi ya unyenyekevu ni kuwa kama tambara, kuwa chini, kunyenyekea. Nataka nikwambie, ukiwa na huo moyo wa kunyenyekea, tutaiona neema ya Mungu kubwa kwenye maisha yetu kwa kiwango kikubwa sana. Anasema yeye huwapinga wenye nini? Wenye kiburi. Yeye huwapinga wenye nini? Bali huwapa neema wa nani? Wanyenyekevu. Neema wanyenyekevu. Neema wanyenyekevu. Neema wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Wanyenyekevu wanapewa neema. Bwana Yesu asifiwe. Wanyenyekevu wanapewa neema. Leo tunajifunza habari ya nini? Neema. Kwamba sura ya Yesu, maisha ya Yesu yataongeza neema kwenye maisha yetu. Lakini hatuwezi tukawa na hiyo neema bila kuwa na huo unyenyekevu. Hatuwezi. Hebu iandike hiyo. Siwezi kuwa na neema bila kuwa, siwezi kuwa na neema bila kuwa na unyenyekevu kwanza. Kuna watu ni wanyenyekevu. Unyenyekevu huu
utaifanya neema ya Mungu iwe kubwa kwako, kwa sababu usipokuwa na unyenyekevu, wewe utakuwa na kiburi. Hatua yoyote utakayokuwepo, ukiwa na unyenyekevu, bado utaukutana na moyo wa Mungu humo, kwa sababu utakuwa na vitu vingi, utakuwa na mali, lakini ndani yako utakuwepo nini? Unyenyekevu. Mambo yataenda vizuri, lakini ndani yako utakuwa unyenyekevu ambao utaifanya neema ya Mungu iwe juu yako siku zote. Na unyenyekevu ni eneo pana sana. Unyenyekevu ni pamoja na kutii. Anasema nanyi mkikubali na kufanyeje? Na kutii, mtakula nini? Kutii, unyenyekevu ni majirani hawa, si ndio? Manake huwezi ukatii kama sio mnyenyekevu. Huwezi ukatii kama sio mnyenyekevu. Na Mungu anasema ukikubali na kutii, manake unyenyekevu ukionekana ndani yako, wewe Mungu atakuwa pamoja na wewe. Na utofauti wetu sisi, Bwana Yesu asifiwe, utofauti wetu sisi na watu wengine ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Unaweza ukawa unapambana sana, unapambana sana. Kazi ya neema ya Mungu, kazi ya neema ya Mungu, kazi ya neema ya Mungu inakuwezesha pale uliposhindwa. Kazi ya neema ya Mungu inakurahisishia. Neema ya Mungu ni kama oili, si ndio? Ni kama oili. Maana yake ni kwamba hata kama jambo ni ngumu kwa kiwango gani, unashangaa neema ya Mungu inatokea pale, jambo linatembea. Ni muhimu sana uitafute sana neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Huwa najaribu kuangalia Yesu alivyokuja kujiita yeye ni mtoto wa nani? Wa Daudi. Nikawa naangalia Daudi amemzaa kwa lipi Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Daudi amemzaa kwa lipi? Kwa sababu vyovyote vile, mpaka anasema hivyo, anamaanisha kwamba au anafundisha kwamba Daudi amenizaa kwenye eneo hili, si ndio? Daudi amenizaa kwenye eneo hili. Kwa lugha nyingine, Yesu anakuja kupenda moyo wa Daudi. Yesu anasema mimi ni matokeo ya moyo alikuwa nao Daudi, au mimi, kwa sababu Yesu alikuwa anapiga muhuri. Haleluya. Alikuja kumthibitisha Daudi kwamba moyo aliokuwa nao Daudi, huo moyo aliokuwa nao Daudi, huo moyo ndo moyo wangu mimi. Ndio maana anajiita mwana wa Daudi. Sasa Daudi eneo aliyoweza kuua, yaani eneo ambalo aliweza kufunika, ni unyenyekevu. Huyu jamaa alikuwa mnyenyekevu mpaka kero. Lakini utakuja kuiona kazi ya neema ya Mungu. Sanduku linaingia kwenye nyumba sanduku linaingia kwenye mji ule. Alicheza Daudi akiwa na msifu Mungu. Yaani akawafunika. Alikuwa na walinzi pale, alikuwa na wanani. Jamaa linafanya ibada mpaka wakakwazika bwana. Mke wake akakwazika. Sema na wewe una heshima zako, lakini unajifunua. Tulisema kunyenyekea ni kuwa nini? Kuwa chini. Sasa alichokifanya Daudi, kwa nini mke wake anamkasi? Kwa nini mke wake anamwambia umejiaibisha? Kwa sababu Daudi alitakiwa acheze kifalme. Ulishawahi kuona wafalme wewe wakiwa hata wanapiga makofi? Imba unavyoimba unakuta tu kasamia kanapiga tu hivi. I am the president. I am a president. Nasema ajabu kwa Kiingereza. I am the president. Piga tu. Utashughulika
kama amekuja. Piga sifa na aje hapa eti aende kabisa kama vionaka Samuel. Kwanza akija akidharau sana anakaa. Nyie mnakuwa mnafanyeje? Mnasifu. Mimi naonaga tu hata hazi fulani hivi za watu akiwa mbele za Mungu. Hataki afanye sana kwa sababu ya kaheshima fulani. Ndio mwingine hata wachungaji tu. Kwa sababu ya uchungaji wetu ule tunataka yani kila kitu yani sisi tukifika ndo tumefika. Haleluya. Yani ukifika ndo nimefika. Mimi naona hiyo. Halo ukifika wewe ndo umefanyaje? Umefika. Lakini Daudi alivyokuwa mbele za Bwana alikuwa anakuwa mdogo sana. Hakuwa mnyonge sana. Anatamani mpaka maisha ya walinzi. Anasema ni heri yule mlinzi anayekaa nyumbani mwa Bwana. Daudi, Yesu alizaliwa na Daudi kwa moyo wake wa unyenyekevu. Hebu tumsikize Daudi anasemaje. Zaburi ya 51 16 na 17. Anasemaje yeye Daudi? Tumsikilize. Zaburi ya 51:16 neno Mungu linasema, maana upendezwa na dhabihu. Sikia. Daudi ametoa sadaka. Haleluya. Daudi ametoa masadaka ya kutosha. Unasikia? Uje soma Biblia. Daudi kwa habari ya Mungu, Daudi alikatazwa na Mungu kujenga nyumba ya Bwana. Lakini yeye aliandaa vitu vyote. Halafu ninakuja kumwambia Sulemani, kwa kuwa mimi Mungu amekataa kuweka msingi, tazama vyote nimekupa na wewe waweza kuongeza kidogo utakavyoguswa. Haleluya. Lile hekalu ambalo lilikuwa ni la gharama lilichukua mabilions. Mtu mmoja akasema lilichukua utajiri mkubwa wa dunia. Jamaa ndo kaulijenga hilo. Habari ya kutoa sadaka sijui ng'ombe, Daudi katoa maelfu ya ng'ombe. Habari ya kujitoa, kajitoa kwa Mungu kwa kiwango kikubwa. Habari ya kusaidia watu, Daudi kasaidia watu kuliko mtu mwingine. Soma hata kisa cha Abigaili. Haleluya. Daudi alikuwa anasaidia watu hujawahi ona. Sasa mwingine nilimsaidia Nabal. Saidia kabisa nikamfusha kwenye njaa. Yeye pamoja na wachungaji wake. Nilipopata tabu ndo nikatuma vijana kwamba nendeni mkachukue na mkamwombe ndugu yetu asisika kitu kokote. Niliponyimwa ndo nikachukia. Sasa mimi nilimvusha mwaka ule kwenye njaa. Nilimsaidia kwa kiwango kile. Mimi leo nataka tu anisaidie chakula kidogo. Anakujibu hivyo anakuimba. Nenda tukamwangamize. Daudi alikuwa ametoa sadaka hujawahi kuona. Lakini sema Daudi anakuja kugundua kuna kitu ambako Mungu anakataka. 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 Anakuja kugundua moyo wa unyenyekevu. Moyo wa unyenyekevu. Moyo wa unyenyekevu ndio bidhaa ambayo Mungu anaitaka. Kuliko baba zangu, kuliko manabii, kuliko mitume. Haka kitu hapo. Daudi alikuwa ni mtu wa kuona fursa sana. Utaona tota sanduku la Bwana lilipataje aliposikia kule mwenzie amefanikiwa ndo akalitafuta. Kwa Daudi anasema kwa maisha yangu yote. Tutasoma hiyo pia. Zaburi 119 mstari wa 10. Daudi anasema kwa moyo wangu wote. Hebu unasoma hiyo. Bwana asifiwe. Hata sikia. Mungu nimekutolea vitu vingi. Nimekutolea mali zangu. Nimetoa ng'ombe, nimejenga kanisa, nimefanya vitu vingi, lakini kuna kitu kamepungua. Anakuja kukadhibitisha hapo. Kasome hapo. Anaendelea kusema, maana upendezwa na dhabihu. Kumbe wewe Mungu
upendezwi na dhabihu, au ningeitoa, wewe uridhii sadaka ya kuteketezwa. Nimekuja kugundua hata kwenye sadaka za kuteketeza wewe hauridhii. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Hivi kuna watu wananielewa hapa? Hebu nipungie mkono hivi. Sema mchungaji nakuelewa. Sema tuona kama ndanganya, mchungaji nakuelewa leo. Nitieni moyo. Sema sadaka. Hebu rudia kusoma hapo. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Sadaka. Sadaka ya Mungu. Sadaka, zabihu kabisa anayoipenda ni nini? Ni moyo uliofanyeje? Uliovunjika. Kuvunja moyo ni kazi. Kuvunja moyo ni kazi. Kuvunja moyo ni kazi. Kuvunja moyo ni kazi. Hivi unajua, subiri, si mtoto mfano kitu gani? Unajua kitu kikivunja kinalainika, si ndio? Kitu kikivunja kinalainika. Anasema dhabihu ya Mungu, sadaka unayoipenda Mungu, sadaka unayoifurahia kabisa Mungu. Kati ya sadaka nilizozitoa, nimegundua sadaka unayoipenda ni moyo uliofanyeje? Uliovunjika. Moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika, moyo uliolainika, moyo ulionyenyekea kwa Mungu, moyo unaomtaka Mungu, moyo uliovunjika kwa Mungu. Sisi mioyo yetu bado migumu. Ndio maana tumetangaza hata ufungu wa siku 40. Wewe unapiga kati kubu. Kwa sababu gani? Ni moyo lako limesimama. Mchungaji aliposema tunafunga siku 40, wewe ikagonga nding. Moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika unaelekezwa na Mungu kwa sauti moja, unaelewa? Moyo uliovunjika ni moyo unaomtafuta Mungu. Ni moyo ulionyenyekea kwa Mungu. Anasema dhabihu ya Mungu ni moyo uliovunjika. Ili tuipate neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Daudi, lazima tuwe na moyo uliovunjika. Sio moyo wenye kiburi, sio moyo wenye sifa, sio moyo wa kujiona bora peke yako. Unajiona bora peke yako. Unamwona hata mtoto wako ndio bora kuliko mtoto wa mtu mwingine. Si kuna mioyo hiyo? Haleluya. Kuna mioyo hiyo. Yaani watoto wangu. Lakini wa wengine ila moyo uliovunjika ni moyo huu hapa ambao ndo Mungu. Yesu anasema kama ndo hivyo Daudi umetafuta kilicho cha thamani hivi, mimi pia. Sehemu nyingine Yesu anasema mwanzi uliofanyeje? Uliovunjika. Ndio Yesu. Halafu anamalizia kusemaje? Utafanyeje? Anaendelea kusema moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Moyo uliovunjika na kupondeka. Jambo moja anasema Daudi, Mungu huo moyo hataudharau. Ili neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako, naomba unisikilize vizuri sana. Ili neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Neema. Hivi nikizungumzia neema sio, unanielewa? Nitaifafanua kidogo neema. Neema ya Mungu ili iwe juu yako, lazima roho ya unyenyekevu, moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika. Ila sisi tuna mamio ya viburi. Tunaongea sana, tunapinga sana. Natamani uwe na moyo uliopondeka.
Nimekwambia kuwa na moyo uliopondeka ni kama kuwa mjinga fulani hivi, si ndio? Ni kama kuwa mjinga fulani hivi. Kama kuwa yani unakuwa huko hivyo, hauna makuu. Moyo uliovunjika. Anasema hutafanyaje? Hutaudharau. Sasa Daudi ndo mtu ambaye alikuwa anatafuta kitu kinachompendeza Mungu. Naomba soma hiyo Zaburi 119 mstari wa 10. 119:10. 119:10 neno la Mungu linasema, kwa moyo wangu wote sikia, nimekutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujiulize ukweli. Bisani tusijidanganye. Tusifanyaje? Tusifanyaje? Na wale wako nyuma ya kamera unasikia? Tusifanyaje? Hivi kweli? Au niulize. Hivi kweli kwenye mtandao asisikie? Hivi kweli wewe kwa moyo wako unamtafuta Mungu? Yaani wewe kabisa kwa moyo wako unamtafuta Mungu? Baba ubarikiwe. Ningekuwa hata na hela ningekuongezea. Unajua umesema ukweli kabisa. Hivi napenda mtu mkweli. Kwa moyo wangu wote. Kwa moyo wangu wote. Kwa moyo wangu wote. Wote, hebu sema wote. Wote. Unamjua Daudi vizuri wewe? Jamaa alikuwa anacheki hivi, anaangalia fursa za kiroho. Anasema mimi zaidi ninachokitaka mimi. Nini zaidi ninacho ili niwe bora. Daudi amejaribu vitu vingi. Ndio maana ameandika matamshi mengi. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu watoka wapi? Anajijibu mwenyewe. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Huyo ni Daudi. Maana yake alijaribu kutazama vitu vya ulimwengu, likatazama kwenye ufalme, likapachungulia. Kasema inao nilimlima tu. Chungulia kwa walinzi wake. Sema unao ni mlima tu. Anasema lakini kumbe msaada wangu mimi katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Wewe umemtafuta kwa asilimia ngapi? Ukiomba tu kidogo unasema, unaweza kusema baba, umeniacha, umenisahau. Kwani ulikuwa naye wapi? Yaweza kuwa hata hujawahi kuwa naye. Yaani unasema amekuacha, ulikuwa naye lini? Ulikuwa naye lini? Kwa sababu unasema uliniacha wewe kule, sababu ulimpata hivi, si ndio? Na kama ulimpata, basi wewe ndio ulimwacha. Yuko pale pale kwenye unyenyekevu, pale pale ulipomwachia. Pale kwenye yale maombi, kwenye yale maisha ya upendo, kwenye maisha ya kumtumikia Mungu, kwenye maisha ya kujitoa, kwenye maisha ya kufunga sana, kuomba sana, kulia sana. Siku hizi unaomba jicho kama bundi, hakuna chozi linaloanguka hata moja. Iko tu hivi. Sema Mungu. Tunatafuta moyo wa Yesu, sura ya Yesu. Yeye anasema Ebrania 5:7, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa. Alimtolea nini? Dua na maombi na machozi, pamoja na kulia sana kwa machozi. Akasikiliza kwa vile alivyokuwa mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mpaka unakosa sababu ya kulia muda mwingine, hauna agenda ufalme wa Mungu. Na muda mwingine ukilia unaanza kulia kodi za nyumba. Nasema mtu anabubujika, kuna watu anabubujika huko. Mchungaji anaanza kusema, Mungu saidia leo sasa. Huyu ndugu yuko rohoni, kumbe ni kodi ya nyumba. Kodi ya nyumba hiyo imeshafunga. Toa vyombo vyako huko. Ndio unasema, baba, umeniacha. Ulikuwa naye lini? Wapi? Na ulipokuwa naye mlikuwa mnafanya nini? Kumbe ni mwenyewe. Sema unakula jishtukia mwenyewe. Umeniacha. Sasa hivi niko na kumbe hata hajawahi kuwa na wewe popote. Haleluya. Daudi anasema kwa moyo wangu wote.
nimefanyeje? Nimekutafuta. Sasa huyu mtu aliyekuwa anamtafuta Mungu, si ndio? Ndiye anaanza kusema sadaka nzuri itakayokufanya neema ya Mungu iwe nyingi ni moyo wa kunyenyekea. Nataka nikwambie mpendo, usiponyenyekea hata kwenye lindo lako ni ligumu. Usiponyenyekea, yani watu wa Mungu, mtu mnyenyekevu ni bidhaa inayotafutwa na kila mtu. Kuna watu wewe wanashindwa kuishi na wewe kwa sababu hauna unyenyekevu. Kiburi, kujiona bora, kujigradi, kujisamini, kumwona mwingine hafai, hayo ndio yanaondoa neema ya Mungu. Lakini kumbe sadaka ya Mungu ni moyo uliofanyeje? Uliopondeka. Huyo ndio Daudi, kwa sababu ya neema iliyokuwa juu ya. Unajua Daudi, watu wa Mungu, Daudi hata alipotenda dhambi ni moja ya watu ambao walifanya machukizo makubwa sana. Ndio utakuja kujua kazi ya neema ya Mungu ni kukubeba sasa, si ndio? Kazi ya neema ya Mungu ni kufanyaje? Ni kukubeba. Neema iliyokuwa juu ya Musa, Shetani aliposimama kwenye mwili wa Musa, Mungu alimkemea kwa sababu ya neema iliyokuwa juu ya nani? Ndio maana hata leo tunasema tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Manake ile neema ya damu ya Yesu, ile damu ya Yesu iligeuka kuwa neema. Neema manake unapewa, kwa lugha nyingine ni kitu ambacho ni free gift, ni zawadi ya bure. Hivi mnaelewa vizuri? Mahali ambapo ulitakiwa ugaramike, neema ya Mungu ikiingilia pale inakubeba. Ndio maana mtu asiyekuwa na neema ya Mungu anaweza akawa anapambana sana, lakini yuko pale pale. Unaelewa vizuri? Anapambana sana, yuko pale pale, kwa sababu neema ya Mungu kazi yake ni kukuwezesha pale uliposhindwa, au pale ambapo hauna gharama ya kukigaramia kile kitu. Ile neema ya Mungu inakubeba. Sikia, fanya hivi. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Soma hiyo. Napenda sana. Paulo anaongea kitu kigumu sana hapo. Neno la Mungu linasema, basi wewe, sikia, mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Hivi unanielewa vizuri? Umemwelewa Paulo vizuri? Umemwelewa Paulo vizuri? Kwanza anamtenga Timotheo. Anamwambia sikia, watu wanahubiri sana, si ndio? Watu wanahubiri sana, watu wanapambana sana, watu wanaomba sana, watu wanatoa sana, ila mimi nakupa kodi ngumu sana. Anamsikia, basi wewe uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Naomba urudie. Natamani nisikie sana. Hivi wangapi huwa wanaomba Mungu tu kwamba Mungu awasaidie kuvielewa hata neno lake? Wangapi? Amina. Sikia, kuna vitu vingine usipokuwa muombaji sana yatakuwa yanasomwa kama magazeti. Unaelewa vizuri? Yaani utasikia neno linamgusa mtu, linaingia kwenye moyo, ila wewe moyo limesimama hivi. Uhubiri kongamano limeisha, kagonga mwamba. Sema unatuletea wameatu. Hata utuletea watereu tu. Hata utuletea wazungu. Unasema kina tumeshemsa wanahubiri mpaka wanalia. Leta wanaobweka. Sisi tupo. Haina shida, tutawaleta. Anasema hivi, basi wewe mwanangu, na mimi natamani wewe. Natamani Paulo ndo awe baba yako wa kiroho, si ndio? Halafu akwambie kwamba basi wewe Pendo, Leticia, Loda na wengine wote, siwezi kuwataja wote,
Neema, wewe uwe hodari katika neema, kwa sababu neema ndio itakuwezesha. Bila neema ya Mungu hufiki popote. Bila neema ya Mungu hupati msaada wowote. Bila neema ya Mungu utashangaa sana, utakuwa mkavu sana. Unaweza ukawa unahubiri sana, lakini na mimi natamani sana neema ya Mungu, neema iliyo katika Kristo Yesu, hiyo neema iwe juu yangu. Timotheo anamwambia, Paulo anamwambia mwanae Timotheo, basi wewe jambo la msingi la kutafuta ni kutafuta neema iliyo katika Yesu. Maana hiyo neema, watu watashindana na wewe, lakini ile neema itakubeba. Watu watakupinga, lakini ile neema itakubeba. Watu watakusalau, lakini ile neema itakubeba. Watasema umeisha, lakini ile neema itakubeba. Uwe hodari, manake hivi hodari, uwe hodari, uitafute sana hiyo neema. Itafute sana hiyo neema. Itafute sana hiyo neema. Unaweza kuwa na CV zote, lakini hauna neema. Haleluya. Hujawahi kuona hata mtu mwingine, yaani ukiangalia kwa ile nafasi unafiti sana wewe, lakini ndo kapo tu kakalungu yeye sasa kako pale. Kakalungu yeye kako pale. Sasa mbona mimi na ndio maana waganga, si ndio? Waganga. Unajua kwa nini watu wanaenda kwa waganga? Hata kwenye mambo yao huwa wanaenda kwa waganga kwenda kutafuta neema ya kishirikina. Unaelewa? Kwenda kutafuta neema ya kishirikina. Ndio maana siku kule machimboni kule mgodini unakuta tunachimba wote, si ndio? Tunachimba wote kabisa. Unakuta hapa kuna duara na hapa kuna duara. Ila unashangaa sana, anajua duara hili hapa, yaani pametofautishwa tu futi moja hivi, si ndio? Duara hili hapa lina dhahabu, linauzia hata mfuko milioni 10. Hili hata 5,000 hawauzi. Ardhi moja, mwamba mmoja. Si unanielewa vizuri? Hayo mambo, si mzee unaelewa? Mzee, sio kwa madini. Ndio maana wachimbaji wengi huwa wanaenda kwa waganga sana. Wanaenda kutafuta neema. Wanaenda kutafuta neema. Kaganga kanapiga maganga. Sijui wewe, ufanikiwe, uolewe, ufanikiwe, duka liuze. Unashangaa anauza, anaendelea tu huyu. Biashara ni moja, bidhaa moja, ila haifanyeje? Ya kwako imebuma pale. Sasa wao ni washirikina, lakini sisi tunayo neema ya Mungu. Sisi tunaitafuta neema ya Mungu. Neema hiyo ambayo hutubeba tunaposhindwa. Na neema hiyo neema, nataka nikwambie mpendwa, hiyo neema ni ya muhimu sana. Na hiyo neema ilikuja kuonekana kwa Yesu. Pamoja na huo muonekano tuliosema, lakini hiyo neema inakuja kuonekana kwake. Hebu tumsome Daudi kidogo hapa. Daudi kidogo hapa. Samueli wa pili. Mstari wa 10, Samueli wa pili sura ya 16 mstari wa 7. Tuone huo moyo wa Daudi. Samueli wa pili 16 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, na Shimei alipolaani alisema hivi, nenda zako, ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa. Bwana amerudisha juu yako damu yote ya nyumba ya Sauli, ambayo umetawala badala yake. Naye Bwana ametia ufalme katika mkono wa Absalomu mwanao. Kisha angalia, wewe umetwaliwa katika uovu wako mwenyewe. Kwa sababu umekuwa mtu wa damu. Ndipo Abishai mwana wa Seruya. Sikia, Daudi hapa analaaniwa. Unasikia? Daudi akiwa mfalme, kuna kama mtu kamoja kanaitwa Kashimei. Kana afya ndogo, kana afya mgogoro tu. Kako pale juu ya ukuta, kana kwa na mlani, kana mwagia mchanga.
Bwana asifiwe. Nazungumza moyo wa Yesu alipenda kwa Daudi. Kana tukana, ulaniwa wewe, kana mwagia mchanga, kana watupia mawe. Sasa sikia, Abishai anasemaje pale? Ndipo Abishai mwana wa Seruya akamwambia mfalme, ndio, mbona mbwa mfu huyu anamlaani mfalme bwana wangu? Mbona mbwa mfu huyu anamlaani mfalme bwana wangu? Na nivuke na kusii nikaondoa kichwa chake. Mfalme akasema, Daudi akiwa na jeshi lake ana uwezo wa kukafanya vyovyote kale kama mtu. Bwana Yesu asifiwe. Leticia, unawaza nini? Nisaidie tu. Kwa hicho tu ulichokuwa unawaza, nisaidie. Ulikuwa unawaza nini? Kwa roho wa Mungu, msaidie ni Mike atusaidie kidogo. Saidie kwa Mike, saidie. Unaona kitu anawaza. Ulikuwa unawaza nini mamangu? Unawaza unachapaga watoto eti? Hamna. Ulikuwa unawaza nini? Nilikuwa naanza kula. Mbarikiwe, mimi nampenda mtu mkweli. Mimi nampenda kweli. Haleluya. Hani mbona kawazo kako sehemu fulani hivi? Nikajua siko naye pamoja hapa. Nataka nimrudishe kidogo. Haleluya. Daudi akiwa na uwezo wa kumfanya chochote huyu mtu. Hebu ona huu moyo, watu wa Mungu. Leo hii unaona tu mtu anaimba tu kawimbo. Si nini au ni nini. Kawimbo tu hako. Anapewa kesi ya uhaini. Lakini una Daudi akiwa na jeshi lake ana uwezo wa kumfanya chochote. Anatupiwa mawe. Halafu Shimei mwanajeshi wake anasema na Abishai anasema huyu mbwa mfu, kwa nini kumtukana bwana wangu? Na nimpandie dakika hili kamnyoshe. Wazee wa kunyosha. Sio Kristo hivyo tunao. Yaani mimi kabisa, mimi unizarau hivyo, unajifunga na nguo hapa. Tunaenda kunyoshana, inakuwa sikia. Unakuta mshirika wako anachambana. Wewe leo huko palikuwa Jennifer alikuwa amekinukisha. Wewe alikuwa amekusanya kama kijiji hivi. Sema kumbe nilihubiri hili eti. Usiwe wewe. Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu, vumilia mabaya. Haleluya. Vumilia mabaya. Hasira ukaa kifuani pa mpumbavu. Muda mwingine uwe unaacha mvua inakunyeshea. Hebu mwambie jirani yako hivyo. Uwe unaacha mvua inakunyeshea. Abishai anasema huyu mbwa lazima nimnyoshe. Sikia maneno ya Daudi. 10 anasema. Mfalme akasema, nina nini na ninyi? Kwanza namgadhibikia, nina nini na ninyi? Enyi wana wa Seruya. Kwa sababu yeye analaani. Na kwa sababu Bwana amemwambia mlaani Daudi. Basi. Ni nani atakayesema mbona umetenda haya? Unaona sasa moyo wa Daudi? Yaani unatukanwa. Lakini wewe unajijua mimi ni mali ya Bwana. Kwa kuwa Bwana amemruhusu anirani, si ndio? Kwa kuwa Bwana amemruhusu, mwacha afanyeje? Alani. Mwacha alani. 11 anasema, Daudi akamwambia Abishai na watumishi wake wote, ndio, angalieni huyu mwanangu aliyetoka vinoni mwangu, ndio, anautafuta uhai wangu. Si zaidi Mbenyamini huyu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiutaka kujua vizuri moyo wa Daudi ulikuwa ni moyo wa kujitoa sana. Kuna sehemu nyingine Mungu alipoanza kuipiga nchi kwa tauni, si ndio? Mungu akamuuliza hivi, sasa chagua adhabu. Unaona Mungu alivyo, kumbe Mungu ana mitego. Akamwambia chagua adhabu. Nchi iwe na tauni siku ngapi? 3.
Yaani town ilikuwa ni miaka mitatu. Siku 3 bwana. Je, yote vile nchi hiyo na nini? Na tauni. Au mtoto wako sijui afe, au uanguke mikononi mwa adui zako. Daudi anamwambia Mungu, kwa nini waue hawa watu? Kwa nini usiniue mimi? Mbona unawaangamiza hawa watu kwa dhambi isiyokuwa ya kwao? Ni moyo uliokuwa na unyenyekevu wa kiwango cha juu sana. Ni moyo uliokuwa na unyenyekevu mkubwa sana. Ndio maana Yesu anakuja kupenda moyo wa Daudi. Anasema mimi. Kwa sababu Daudi alikuwa na moyo wa kutoa. Na Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Ndio maana Yesu anakuja kujiita mwana wa nani? Wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuone msaada wa Mungu, lazima neema ya Mungu iwe kwenye maisha yetu. Bila neema ya Mungu tutapambana sana, lakini hatufiki popote. Bila neema ya Mungu tutajitahidi sana, lakini hatufiki popote. Tunahitaji kubebwa na neema. Ndio maana Yesu kilichokuja kumfanya watu wamshangae na watu wamuone kwamba yamkini ndio Kristo ni neema ya Mungu iliyokuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Isomee Timotheo wa pili 14. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 14 hadi 15. Namalizia tu. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, uwakumbushe mambo hayo. Uwakumbushe watu mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno. Wasiwe na mashindano. Ukiangalia kule mwanzo amemwambia bali wewe uwe hodari katika neema. Hapa anaambia uwakumbushe watu mambo hayo, wasiwe na mashindano ya nini? Ya maneno. Ambayo hayana faida. Bali huharibu wasikiao. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Maana yake anajaribu kuambia kwamba wewe onesha kazi itakayokufanya watu wajue neema ya Mungu ilivyo kubwa kwenye maisha yako. Ukitumia kwa halali neno la kweli. 16. Jiepushe na maneno yasiyo na maana. Ambayo si ya dini. Kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Naomba Mathayo 3:17. Paulo anajaribu kumshauri Timotheo na kumwambia wewe uwe hodari katika neema. Na neema hiyo haipatikani hivi. Neema hiyo inatafutwa. Mathayo 3:17 neno la Mungu linasema, ndio, natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi ya neema ya Mungu, ni mbingu kukubali, mbingu kukutambulisha, mbingu kuonesha kwamba ziko pamoja na wewe. Diamos nimetikisa hivi. Utafikiri umeelewa nini hapo? Ya watu wa Mungu. Kama. Yana Musa ametikisa kama kitu hivi. Kikaja kuna kitu gani ameokota? Hao ndo kumtia moyo mchungaji. Sababu unajua mtu unaweza kumuona ukimwangalia hivi anatikisia hata ambapo hamna pointi kubwa. Unajua tu huyu jamaa alikuwa yuko mbali, sasa anaonesha kana kwamba tulikuwa pamoja kuanzia kule. Amina. Sawa. Huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Neema
ya Yesu ikiwa juu yako, maana yake kwamba mbingu zitakutambulisha. Utaona ya kwamba wewe uko pamoja na Mungu, na dunia itajua wewe uko pamoja na Mungu kwa sababu ya neema iliyo juu ya maisha yako. Ndio maana Yesu kilichokuja kumtambulisha ni neema. Tunaweza tukawa tunatumia nguvu kubwa sana, kwa sababu hatujaipata hii neema. Lakini Yesu, neema ilikuwa juu yake. Biblia inasema naye alikuwa akiongezeka neema. Alikuwa akiongezeka nini? Neema. Kumbe neema ya Mungu ni kitu cha kutafuta sana kwenye maisha yetu. Pamoja na kwamba tunajaribu kufanya hapa na pale, lile na lile, lakini cha msingi kama Timotheo anavyomwambia, bali wewe uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Halafu anasema msikilizeni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 17:5. Soma na hiyo. Tamani tumalizie hapo na kamda ketu kameendelea. Mungu akitupa neema tutaendelea tena na tena jioni. Mathayo 17:5 neno Mungu linasema, alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli. Na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu. Ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Hivi Bwana Yesu asifiwe. Hivi wewe ukisikia sauti hiyo, ndio. Ukisikia sauti hiyo, utakuwa na maisha gani? Utakuwa na raha gani? Ukathibitisha kwamba mbingu ziko pamoja na wewe, utakuwa ni mtu wa namna gani? Manake neema ya Mungu ikiwa juu yako, utaona utukufu wa Mungu, na Mungu mwenyewe atakutambulisha. Hautahangaika sana kujitambulisha wewe ni nani. Hautahangaika sana, kwa sababu neema ya Mungu yenyewe itakufunua na kuwafunulia wengine. Ndio maana kuna kipindi fulani Musa alikuwa anamwambia, alianza kina Miriam. Unajua mara nyingi sisi watumishi tunajua moja ya viumbe ambavyo haviokokagi ni wale yani ambao unaweza kukuta yani wanakudharau sana. Mara nyingi ni wale ndugu ambao mmezaliwa pamoja. Hata ukiwaambia habari za Yesu, Ibrahim umeokoka, mimi ni mtumishi, wako wengine wanakuchukulia kama mtumishi, ila yenyewe. Sasa hiyo hali iliwahi kumkuta Musa alikuwa na moyo unyenyekevu sana. Ndio kama hivi neema ya Mungu hufunika. Musa mwenyewe aliandika Torati akisema hivi, ni marufuku Mwisraeli kuoa nani? Mtu wa mataifa, si ndio? Lakini Musa yeye akaoa Mkushi. Wala mbingu hazikukoa. Si unaelewa hiyo? Wala Mungu akufanyeje? Hana shida hiyo. Nakwambia neema ya Mungu itakufunika kwa kiwango. Kwa mfano alivyokuwa anafundisha Pastor Alex siku ile kwamba Yona yuko kwenye tumbo la samaki siku ngapi? Wewe utamaliza hata masaa mawili wewe? Kwanza unaingia tu kwenye tumbo la samaki unafanyaje? Eti Yona kanaanza kuomba. Nilikuwa kwenye kilindi cha maji nikamuita Bwana. Nilikuwa kwenye tumbo la kuzimu. Watu wa Mungu tuitafute neema ya Mungu, itatubeba kwenye mengi. Siku 3 kama kajameti kakatapiko siku ya 3. Bwana, hasema kakaanza kumshukuru na muhimidi Bwana. Haka kajamaa kalikuwa na neema ya Mungu. Musa ameoa Mkushi. Ameoa nani? Aliandika Torati asioe mataifa, yeye akawa Mkushi, Mwafrika. Mama moyo wake wa unyonge kwa Bwana. Mungu alipomwasa, mwanangu Musa, umeamua kwa huyu, haina shida baba. Haya mengine naandikaga tu nikiwa na maana yangu.
naandikaga tu, nakwambia andika nikiwa na moja kichwani. Akaendelea na maisha. Kakaja kadada mtu Kamiliam sasa. Na Haruni kaka mtu. Kwanza nikaanza kusema hivi Musa, Mungu ni nani huyo Mungu? Anasemaga na Musa tu. Mungu anasemaga na Musa. Kwani sisi ni nini? Nataka nikwambie, unaweza ukawa unahubiri vizuri sana. Unaongea vizuri sana, una elimu kubwa sana, lakini kikakosekana kineema tu. Ndio maana hata Daudi alikuwa hana sifa za kwenda wapi? Kuwa mfalme. Ndio maana Samueli alimkosapo kabisa Daudi, anasema yuko wapi? Baba anasema kaa hapo kengine kule kako polini kule kanachunga ng'ombe kule. Hapo kaleteni. Kalipokuja hapo na yeye Samueli akasema ila kajamaa kalikuwa kamefunikwa na neema ya Mungu. Kwa sababu Sauli kwanza lilikuwa handsome. Ka Daudi kalikuwa kabaya, kafupi. Unajua kamtu ambako kamtu Sabe baba. Sasa na wewe ni mfupi. Haleluya. Sio kama Daudi. Kakaja bana. Zile sura za kudharaulika. Zile sura za kudharaulika. Ndio maana Yesu alikuwa kama tu. Ndio maana Yesu anaupenda moyo wa Daudi. Kakaja bana. Akasema ndio mfalme. Mungu akamwambia, sikia Samueli, mimi nitazamavyo sivyo kama wanadamu watazamavyo. Mimi sitazami hivyo. Sitazami kwa maumbile, sitazami kwa muonekano, sitazami kwa elimu, sitazami kama wanadamu watazamavyo. Kumbe alikwemo mfalme imara Daudi. Kumbe kajamaa moyo wake kama itafuta neema ya Mungu. Neema ya Mungu itakufanikisha hata mahali ambapo haukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapozungumzia kuitafuta neema ya Mungu, manake tutafute uwezesho wa kutufanya tuweze. Bila neema ya Mungu tutakuwa na changamoto kubwa sana. Tunahitaji neema ya Mungu itubebe. Tunahitaji neema ya Mungu itubebe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naongelea nini? Na muda nao umeenda kuisha. Ulikuwa umefika mstari wa 11, si ndio? Mathayo 17. Tulikuwa tunasoma. Tuko Mathayo 17. Tuko tumeshamaliza hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Basi naamini Mungu atatupa neema zaidi. Jioni tutaendelea tukaimbe wimbo kidogo, tupumzike kidogo, na baada ya pale tutarejea tena. Tamani sana kufanya ibada. Tamani sana kuitafuta hii neema ya Mungu. Tutamani sana kwa sababu Yesu kilichombeba ni neema ya Mungu. Hakuwa na sifa, lakini neema ya Mungu, uweza wa Mungu uliokuwa juu yake ndio ulikuwa umemfunika. Tutamani sana kuitafuta hiyo neema ya Mungu. Nataka nimwone Yesu, nataka